Shalom mwana wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu. Leo siku ya Jumatano, mwana wa Mungu ninakukaribisha, karibu sana katika kipindi chetu cha wamama. Ninakukaribisha sana mwanamke mwenzangu, binti. Karibu sana kwenye maombi haya. Karibu sana kwenye mahubiri haya, na Mungu akubariki sana mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninakusalimia sana wewe ambaye unanifuatilia kwa njia ya mtandao, wewe ambaye unanifuatilia mahali hapa, na Mungu wa mbinguni akubariki sana, akuinue sana mwana wa Mungu. Leo kuna ujumbe mzuri unasema maombi yaliyonyamazisha aibu. Maombi yaliyonyamazisha aibu. Tutaongozwa na andiko letu kuu, Samueli wa kwanza 1 ule mstari wa 10. Bwana apewe sifa. Yamkini kuna maombi ambayo leo unataka kujua yaliyonyamazisha aibu. Kisoma ule mstari wa 10 mpaka wa 11, neno la Mungu linasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Mtakatifu, ninakuinua mahali hapa. Peke yako unastahili sifa. Sante kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume, Yesu, ambao watakutana na neno hili. Mungu, ninaomba nguvu ya uweza wako, mamlaka na enzi, Baba, ukanitumie kama upendavyo. Sante kwa sababu Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, ataendelea kutufundisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana apewe sifa. Wana wa Mungu, kuna mwanamke mmoja aliitwa mwanamke Ana. Ana aliumizwa rohoni mwake, alilia sana kwa sababu alipata mateso ya kukosa mtoto. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, huyu mwanamke alikuwa na uchungu kwenye maisha yake. Huyu mwanamke hakutulia kwenye maisha yake. Huyu mwanamke alipata tabu sana. Haleluya. Na ndio maana mwanamke huyu anaamua sasa kuingia kwenye maombi. Analia katikati ya yale maombi, anamwambia Mungu, Mungu, angalia teso la mjakazi wako, niangalie mimi Ana nisiyekuwa na mtoto. Na mimi nakwambia mtumishi wa Mungu ambaye unasikia neno hili, Mungu akubariki sana. Kile unachokiomba kilichoshindikana kwenye maisha yako, yapo maombi, lipo tumaini tena ambalo linaondoa aibu, ambalo linaondoa matatizo uliokuwa nayo yaliyokukamata kwenye maisha yako. Bwana atusaidie. Mtumishi wa Mungu hana kupiga kelele, lakini mbingu zilitikisika kupitia maombi ya mwanamke Hana. Mbingu zilitikisika kwa sababu kuna maombi mtu anaweza akaomba akiwa kimya kimya, akiwa hana kelele, akiwa hajarika mtu yoyote, lakini kwa sababu yale maombi ndani yake ni maombi ya mwendelezo, ni maombi ya kutokukoma, yanafanya mbingu zinatikisika. Ndani ya yale maombi tunaona mwanamke Hana aliweka nadhiri ya kwamba ukinipa mtoto mwanaume nitakupatia wewe. Bwana Yesu atusaidie sawa. Huyo mtoto mnaziri atakuwa ni wa kwako, atatumika madhabahuni pako. Maombi yalikuwa yana nguvu sana. Nami ninakwambia mtumishi wa Mungu, kuna maombi kwenye maisha yako yanatakiwa yaingie, yakapasue kila namna zote za giza, kila namna zote za mateso, kila namna zote za sauti mbaya, kila madeni yaliyokaa kwenye maisha yako, kila nguvu za giza zinazokutawala kila wakati. Na ndio maana umekuwa mtu wa kulia, umekuwa mtu wa kulalamika, lakini lipo suluhisho mbele za Bwana.
Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo huyu mwanamke aliomba kimya, lakini Mungu alikuja akatoa majibu ya wazi. Kisoma hiyo Samueli wa kwanza 1:6 mpaka 7. Ule mstari wa 6, neno la Bwana linasemaje? Ila mwenzake umchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Napenda kukuambia mwanamke, kuna jambo unaweza ukawa unapitia, jambo hilo linakuwa ni gumu, jambo hilo linakuwa lieleweki, jambo hilo linakuwa na upinzani na unampata mtu mmoja anaitwa Penina. Penina alimdhihaki Ana, akamfanya aliye kila siku. Na wewe ninajua kuna mahali unapitia, kila siku unadhihakiwa, wewe unalia kila siku. Lakini mwanamke Ana, Biblia inasema hakumjibu jambo lolote, pamoja na kudhihakiwa akumjibu, akupigana kwa chuki. Aligeuza yale maumivu aliyoyapata kwenye maisha yake, aliyageuza yale maumivu yote akayapeleka mbele za Bwana kuwa ni maombi. Akujali, alimwangalia Yesu. Mwanamke, geuza maumivu ulionayo. Umeumizwa na mume wako, umeumizwa na ndugu zako, umeumizwa na watu wako wa karibu, umeumizwa na uchumi wako. Kuna vitu vimekuumiza, kuna watu wamekuumiza mpaka unasikia kuchanganyikiwa, lakini umebeba chuki, umebeba hasira. Achilia hayo yote mbele za Bwana. Njoo mbele za Bwana, mwambie Mungu, niko hapa, nisaidie. Yesu atusaidie sana wamama. Mwambie Mungu, sitalipiza kisasi, nitakuomba wewe. Ipo faida mtumishi wa Mungu tunapoendelea. Utaona mwanamke Ana hakulipiza kisasi. Aliingia kumwomba Mungu. Aliingia kuzungumza na mzee wa mbingu, mzee wa siku, Mungu mwenye nguvu, Alfa na Omega, Mungu asiyeshindwa. Akaenda kusema na Mungu asiyeshindwa. Haleluya, punga mkono namna hii. Mungu akubariki sana. Maombi ya Ana yalikuwa ni maombi mazuri sana mbele za Bwana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ukisoma Samueli wa kwanza 1:13, Ana alikuwa akinena moyoni mwake. Hakuhitaji kupaza sauti. Halo? Hakuhitaji kupaza nini? Sauti. Ana alikuwa akinena moyoni mwake. Midomo yake tu ilionekana anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Mstari wa 13, Hana alinena moyoni mwake, hakuhitaji watu waone. Haleluya. Alimwaga moyoni mwake, kwenye moyo wake kwa Mungu. Ule moyo wake aliumwaga wote kwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Alimwaga moyo wake kwa Mungu, alijiachilia mbele za Bwana, hakutaka watu wamuone. Mtumishi wa Mungu, unapopata shida, usitake watu wakuone, usitake watu wakuhurumie. Huruma za mwanadamu zina majuto, huruma za mwanadamu hazina faida. Ukienda watu wakuone, watu wataenda kukutangaza. Watu wengine watajifanya wanakuhurumia saa hiyo, wengine watasema huyu na yeye amezidi. Jimimine mbele za Bwana. Mwambie Mungu, niko hapa. Mwambie Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ndiye peke yako unayeweza. Wewe ndiye simba kabila la Yuda. Wewe ndiye Mungu usiyelala, usiyesinzia. Na ndio maana mimi ni mwanamke, mimi niko mahali hapa. Haleluya. Mwanamke, ingia kwenye maombi. Mwanamke, ombea familia yako, mshike mume wako. Usianze kusema, mnamuona sasa amekuja amelewa,
Ndio hivyo halali hapa, hayata kusaidia. Upo msaada mmoja, mimina moyo wako mbele za Bwana. Mweke mume wako kwenye maombi, weka watoto wako kwenye maombi. Mwanamke, acha kutamani watoto wengine wa watu. Mtu unakaa unatamani mtoto fulani angekuwa kwangu, wakati hata wewe unayo nafasi kama mama ya kukamata, kumwombea. Wewe binti uko unatafuta mchumba, hujui ufanye nini. Usidhani kujipaka makeup tu inatosha. Unapaswa ujipake makeup, lakini unapaswa ukae mbele za Bwana, ujimimine ili umpate yule ambaye Mungu amekuandalia. Yesu atusaidie sana. Mungu hakujibu kelele, alijibu uaminifu wa moyo. Mungu anahitaji uaminifu wa moyo, hahitaji makelele. Kuna mtu mwingine anataka aombe kwa kelele, kila mtu ajue sasa anaomba. Kila mtu anayekutana naye, niko kwenye maombi, ninaomba. Ni vizuri kusema uko kwenye maombi, lakini sio vizuri kupiga kelele. Bwana atusaidie. Ninaposema kupiga kelele, ni ile hali ya kila mtu ajue unaomba kitu gani. Yaani unaonekana yani uko kwenye mikiki. Ukiulizwa unasema sasa hivi niko naombea familia. Hapana. Mungu anahitaji uaminifu. Umesema utaomba, omba bila kukoma, omba bila kuacha, omba kwa kuendeleza. Yesu akupe neema hiyo. Moyo wangu unasikika mbinguni. Kila mtu aseme saa hii, moyo wangu unasikika mbinguni. Moyo wako usikike mbinguni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu akupe neema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akamkumbuka mwanamke Hana.